mfano wa kile Mungu aliumba. Na amri ya pili ya Mungu imesema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Sasa huku tunapata mtu amechongwa ati huyu ni Maria. Unaona? Ati mtu amechongwa ati angalia ati mtu amechongwa ati mumama hapo ndio ameshika kama mtoto hivi, ameshika kipii hapo. Hata unajua hiyo kipii, sikia, ameshika hivi ndio katoto hapo ndio, alafu unaona mtu mzima ndio na ako na akili ndio sawa ndio. Hata ni kama sasa hiyo akuagi hayuko nomo, anakuja hapo ati Maria mama wa Mungu tuombe. Mbao imechongwa, mbao. Sikiza, imeenda ikachukuliwa ikachongwa mtu. Mbao. Alafu anaitwa Maria. Mtu anakuja hapo ati Maria mama wa Mungu tuombe. Mbao ni Maria. Mbao ni Maria wewe. Hiyo ni sanamu. Na Mungu alisema usijifanyie sanamu wala mfano wa kitu ambacho yeye aliumba. Ti Maria mama wa Mungu tuombe. Mbao. Haya, atunaweka ati picha ya Yesu iko kwa nyumba, ati ni ya Yesu. Sikiliza, picha pale kwa ukuta iko hapo. Ati mtoto akikuja analiwe kidogo hivi. Unaona mtu analia. Wewe acha kula Yesu. Yesu mugani? Huyo mzungu anaitwa Brian Deacon. Na alicheza hiyo video ya Yesu, ni kuigiza, aliigiza. Huyo ni mzungu anaitwa Brian Deacon, unasema ati ni Yesu. Ati unajua, alafu unaona mtu akipanguza hiyo picha. Unajua wewe? Ndio. Unajua ati nikupanguza Yesu. Shido. Amri ya pili ya Mungu. Ndio. Inasema usijifanyie sanamu. Ndio. Wala mfano wa kuchonga. Sawa? Ndio. Na usishujudia na usitumikie. Unaona kama wewe, nani aliumba hii? Nani aliumba hii nywele yenye tuko nayo kwa kichwa? Ni Mungu. Hebu sikieni tuwaambie hapa, kwa sababu ukikosa kusikia saa hizi, ndio usifikirie pastor wako atakwambia hivyo, hiyo jangili. Haizi kuambia. Hiyo pastor wako huyo mkora, ndio mwizi wa neno la Mungu. Sikia hapa. Analitumia pabaya. Ndio. Haya, hebu sikia hapa. Unaona hii nywele yenye tuko nayo kwa kichwa, hii nywele. Nani aliumba hiyo nywele? Ni Mungu. Unaona wakati wewe? Ndio. Unaona wakati wewe umechukua nywele zingine ukaongeza juu ya hiyo ya plastic. Unaona hiyo nywele unaongeza kando na yenye Mungu amekumba nayo ya nylon. Unaona hiyo nywele umeongeza sijui ya fahari. Ndio. Unaona hiyo nywele umeongeza. Ndio. Hiyo mfano yenye Mungu aliumba. Na upasi kuongea, ufai kuongeza. Unaona hiyo nywele yenye uliumba na Mungu nayo. Ndio. Hiyo Mungu hajakataza utengeneze hiyo nywele. Hapana. Hiyo tengeneza vizuri. Ndio. Unaona, lakini kuongeza. Ndio. Hiyo nywele usijifanyie. Hiyo yenye umeongezea hapo. Ndio. Mfano wa kile Mungu aliumba. Na wakati unaitumikia, ati unakaa hivi ukifanya hivi, ati msichana hapo ni je mrembo. Mrembo na manywele za kataka. Za plastiki. Sikiliza hapa. Ndio. Hiyo ni sanamu. Wakati yenye umeanza kuitumikia hivi, kuiangalia ati unajua nywele yangu hivi. Wacha tukuambie ukweli, ufuate ama ukae. Ufuate kile Mungu amesema, uishi ama ukatae ukufe. Uzikwe. Wapo mbele ya gari. Sikiliza. Ndio. Kwa hivyo nywele ya kuongezea kwa kichwa, hiyo ni mfano wa kile Mungu aliumba na amekataza. Ndio. Usiongezee kama wewe ni demu. Alafu wanaume siku hizi ati pia kama unaona wanaume takataka. Ati mwanaume ati sasa ni kujirembesha. Ndio. Ati anavaa manywele hivi ati ni drama. Ati anakuja nayo hivi ati. Alafu nao watu wanacheka. Hawani hiyo nike. Mwanaume unavaa hata unaanza kuvaa nywele. Ati na mawivu. Ati wewe umevaa wivu hapa. Hebu acha tukwambie ukweli.
Unajua ni vile haujui ndio maana labda umevaa. Ndio. Wacha tukuambie, si ati tuko na ubaya na wewe. Ndio. Sisi hatuna ubaya na wewe, ni vile tunakuambia ukweli, ni vile wewe huko unajua. Sasa umejua. Ndio. Sikiliza, hizo mawivu mnavaa wanawake. Ndio. Hiyo ni nywele babi. Ni nywele. Na hiyo ni mfano wa kila Mungu aliumba. Na wakati unafanya hivyo unavunja amri ya pili ya Mungu. Na unajua hiyo ni Mungu alisema hivyo. Ndio. Huyo si nyanya. Hapana. Mnaweza debate na Mungu, mwanze kudebate hapo kujadiliana. Unajua hapana naonaga. Ndio. Ay. Sikiliza. Ndio. Hiyo ni amri ya pili ya Mungu. Kama wewe ni msichana ama wewe ni mwanaume na unasumbuliwa ndio na ma spiritual husband. Unaona hizo ndoto zenye unaotaka ukizini na wanaume. Ndio. Ukilala na wanaume. Ndio. Unaona kama unaotaka hizo ndoto. Ndio. Na wewe ni msichana. Ndio. Kama unaotaka na ma spiritual husband. Ndio. Na wewe ni msichana. Ndio. Jambo la kwanza unapaswa kufanya. Ndio. Si ati uende ukombea na pastor, hawezi kusaidia. Hawezi. Atakukula tu. Ndio. Jambo la kwanza. Ndio. Kama uko na hiyo manywele ya kuongezea. Ndio. Toa kucha za kuongezea. Unaona hiyo makucha unaweka hivi makucha refu hivyo inakaa mwalimu jini. Ndio. Nakaa jini hapo fulani. Ndio. Hiyo makucha ondoa. Toa kucha za kubandika. Kama unasukuliwa na spiritual husband. Ndio. Katika ndoto. Hiyo makucha uondoe. Kama uko na doli katika nyumba yako. Kama uko na doli. Unaona doli? Ndio. Ujifanyie deliverance wewe mwenyewe. Pastor wako hawezi kuambia hivyo, huyo tapeli. Ndio. Hiyo jangiri hawezi kuambia. Wewe mwenyewe unaweza jifanyia hiyo deliverance. Ndio. Tena kuja kukuambia kuja ati nikuombe. Sikiliza hapa. Ndio. Kama uko na doli katika nyumba yako, kama uko na doli, ati unasikia, unajua hizo doli? Ndio. Katika doli kametengenezwa kama kwa mfano kama mtu. Ndio. Ama kwa mfano kama mnyama fulani kakati ama paka. Ndio. Ati sasa hako unasikia, unajua mtoto wangu namnunulia doli ati atalia. Hiyo ni sanamu. Inafanana na kile ambacho Mungu aliumba. Hiyo ni mfano wa kile Mungu aliumba. Enda uondoe hizo doli kwa nyumba zako. Yeye inafanana. Kama unasumbuliwa na majini. Ndio. Kama wewe ni wachawi unasema wanakusumbua. Ndio. Ondoa hizo masanamu katika nyumba yako, ondoa hizo doli. Hautasumbuliwa tena. Hiyo ni ukweli yenye huambiwi kanisani. Unaona kama ndani ya nyumba yako uko ati ni kajirafu kamechongwa, ati kajirafu hivi kamunyama. Kinenogo. Ati hii ni nyani kanakaa hivi katubiri. Enda uondoe. Hiyo ni toa hizo sana. Na kama uko nazo kwa nyumba zako unavunja amri ya pili ya Mungu. Na ndio maana unasumbuliwa na hizo nguvu za kigiza zenye unaongelelea, zile ambazo unaongelelea. Na sasa kwa sababu pastor anataka kufanyaga biashara na wewe. Ndio. Wewe na wacha tukuonyeshe kanisa ni biashara. Ndio. Za watu binafsi, wacha tukuonyeshe saa hizi. Ndio. Unaona pale kwa kanisa? Ndio. Si unaonaga huyu ni pastor? Hapa kuna mtu amepigwa picha yake. Ni pastor amepigwa picha yake hapa. Na ako na bibi. Alafu hapo chini imeandikwa pastor fulani kibishop. Ndio. Alafu amepigwa picha. Ndio. Na bibi yake. Ndio. Ati amemuhagi hivi. Sawa. Akiwa amehag bibi yake. Na nyuma ya hiyo picha hapo nyuma. Ndio. Kuna nyumba iko hapo ambayo inaitwa kanisa. Sasa ndio. Unaona wewe wakati yenye umeingia hapo. Ukiwa umeingia hapo. Wacha tukuambie ukweli kama ulivyo. Ukweli. Hiyo nyumba hiyo ambayo unaiona hapo. Hiyo imewekwa huyo pastor amehag bibi yake. Hiyo ni supermarket ya huyo pastor na bibi yake. Ndio. Wewe ukiingia ndani. Ndio. Wewe ni stock. Umekuwa stoko. Hiyo ni duka ya mtu. Na ndio maana. Ndio. Sadaka mkitoa Sunday. Ndio. Si sadaka mnatoa kila Sunday. Ndio. Alafu unajua kanisa yetu. Ndio. Si yenyu. Ni ya huyo mtu na bibi yake.
Kama ingekuwa yenyu, ndio mngekuwa washirika wote, mmepigwa picha nyinyi nyote, umeshikana pamoja na huyo pastor yeko hapo kwa hiyo yeko hapo mbele. Kama ingekuwa hiyo kanisa ni ingekuwa ni yenu, washirika mngekuwa mnapigwa picha mkiwa nyote pamoja na huyo pastor ndani ya hiyo ndani ya hiyo picha. Lakini hiyo picha ilikuwa imepigwa hivyo, inakuwa imepigwa huyo mtu na bibi yake. Ndio. Sikia hapa. Ndio maana kila Sunday. Ndio. Sadaka. Nani anaenda nayo nyumbani? Ni pastor. Kama hiyo kanisa ingekuwa yenyu. Ndio. Hii Sunday pastor ndiye angekuwa anaenda na sadaka. Ndio. Hiyo Sunday ingine Mama Kamau anaenda nayo. Ndio. Hiyo Sunday ingine Atieno anaenda nayo. Ndio. Hiyo Sunday ingine hivyo mngekuwa mnazungukana hivyo. Kama hiyo kanisa si nyumba ama si duka ya mtu binafsi, ukiwa stock. Sasa wewe ni stoko. Ndio. Ukisikia hapa. Ndio. Hii ni sheria ya Mwenyezi Mungu, acheni kutumbua vibaya na wachungaji. Ni kweli. Sheria ya Mwenyezi Mungu ndio ni ile ambayo ilipeanwa katika mlima Sinai ni Musa. Ndio. Pamoja na Injili ya Yesu. Ndio. Ambayo Yesu alifundisha. Ndio. Fuateni hicho. Ndio. Sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yesu. Ndio. Haya maneno mkiyafuata, ndio utafahamu kwamba ndio ili utii sheria ya Mungu ndio hauhitaji kanisa. Hauhitaji. Kwani nikuulize, ili usiibe unahitaji uendake kanisa ili ukue uwezi iba? Hapana, kitu ya mwenyewe iko hapo nje. Ili ukue uwezi zini, ndio unahitaji uendake kanisa ili ukue ati uwezi zini? Hapana, Biblia yenyewe iko hapa. Si ni kuachana na Biblia ya Wakengori? Ndio. Na kama wewe ni mwanaume, ndio. Na kama wewe ni msichana, ndio. Msichana ambaye mwanaume akakuja akakwambia I love you. I love you. Na wewe mwanaume, hata wewe ndio. Wewe mwanaume ukamwambia I love you. I love you too. Naye huyo dem akakwambia I love you too. Ndio. Sawa sawa? Ndio. Unaona, wakati umeambia hiyo maneno, ndio. Mumeingia katika covenant ya marriage. Mumeanza safari. Ndio. Sawa sawa? Sawa sawa. Sasa wewe msichana ukiulizwa na mwanaume mwingine, unapaswa kusema taken. Sawa sawa? Nimetoka soko. Hauko soko. Sasa wewe mwanaume ukikuja kuuliza msichana ambaye ameulizwa na mwanaume mwingine, ndio. Wewe ni kuzini, unazini. Na wanaume muache umalaya. Muache wewe. Sikilizeni hapa niwaambie kwa nini nimewaambia wanaume waache nini? Ndio. Kwa sababu unaona sheria ya Mwenyezi Mungu imepewa mwanaume afundishe kwake nyumbani. Sasa hii sheria ya Mwenyezi Mungu ndio. Unaona uko Nairobi. Ndio. Nairobi unapataga wasichana ndio wamesimama pahali hivi. Wasichana na wamama ndio wamesimama pahali hivi kwa soko kama huku. Ndio. Wamesimama hivi. Sawa sawa? Ndio. Na mastyle. Sasa wewe unaweza fikiria ndio kuna kitu wanauza. Na ni kweli kuna kitu wanauza. Wewe unaweza fikiria wako soko. Ndio. Na ni kweli wako soko. Hiyo soko ndio ni wanawake wanaenda kununua ama ni wanaume? Ni wanaume. Wanaume nyinyi acheni washerati. Acheni uzinifu. Unaona hao ndio wanafanyaga wanawake huku. Ndio. Ni nyinyi mnafanyaga hao wanawake wavae nguo fupi. Ndio. Ati imefika hapa kamini skirt. Ati hapa amevaa hivi, ati anapita hapa wanaume ati msichana akitembea hivi ati mnaangalia nini? Sadau. Ndio. Sikiliza hapa. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu hapa pakipita wanawake wawili. Ndio. Mmoja amejistiri vizuri. Ndio. Yaani ana mavazi vizuri. Ndio. Vile Mungu anatakaga. Ndio. Mwanaume ajistiri. Ndio. Avae mavazi ambayo hayajambana mwili wake. Mwanamke ajistiri. Wapita huyo dem. Ndio. Na mwingine ambaye amevalia mavazi ambayo hata ni unfinished. Hata tuwezi sema ama amevaa nguo. Ndio. Amevaa kamini sketi hapa hivi na hapa hivi. Ndio. Alafu hiyo mavazi ameenda amejibana. Ndio. Hao wasichana wawili wapite hapa. Ndio. Wanaume wakiwa wameketi kama mkutano pale. Ndio. Wapita hapa wawili. Ndio. Sasa si wewe mwenye umejistiri vizuri? Ndio. Haya. Sasa ndio huyu ambaye ndio amevaa huku mavazi ya kujibana ndio si wamepita? Ndio. Wanaume si wako kwa mkutano pale? Ndio. Sasa tutembee. Ndio. Sasa huyu mwenye amevaa mavazi ya kujibana anatembea hivi, matako nyuma, kifua mbele. Ndio. Sasa pale wanaume unasikia ama excuse. Ndio. Unaona huyu mwenye amevaa mavazi ya majistiri? Ndio.
geuka nyuma. Akigeuka nyuma, ndio hawa wanaume wanamwambia si wewe. Kai. Huyu anaambiwa aende. Sasa huyu anaangalia nyuma. Sasa unaona huyu msichana mwenye alikuwa amevalia nguo mavazi ya kujistiri vizuri. Ndio. Akienda kwa nyumba, ndio. Ataenda aone wanaume siku hizi wanataka wenye wamevalia hivi. Kesho mnikute. Kesho atakuja na hizo. Nani amesababisha huyu msichana wavae mavazi hivi? Ni mwanamume. Ni nyinyi wanaume. Unaona wasichana wawili wakipita? Ndio. Huyu mwenye amevalia nguo yenye imejistiri. Ndio. Na huyu mwenye amevalia unfinished. Ndio. Sasa huyu akigeuka nyuma, huyu mwenye ameweka matako nyuma kifua mbele. Ndio. Akigeuka hivi nyumba, aambiwa na hawa wanaume si wewe, huyo mwingine. Ndio. Huyo msichana mwenye alikuwa amevalia haya mavazi ya kujipana. Ndio. Kesho ataenda akuja amevalia nguo mavazi mazuri yenye amejistiri. Wewe wanaume tafadhali, mjue Mungu ni nyinyi. Mjue ni Mungu ni nyinyi amepea sheria. Ndio. Mfundishe katika maboma yenu. Ndio. Mfundishe na bibi zenu na watoto wenu. Sikilizeni tunapoondoka. Ndio. Kile tulikuwa tunawaambia hapa kwamba ndio kile Mungu aliagiza, sheria yake ni sheria. Hata siku ya leo inafaa kufuata hata sasa. Na sasa kwa sababu hao wachungaji ndio, hebu nitumie dakika tatu ndio, hao wachungaji ndio wanafundisha kwamba sheria ya Mungu iliisha. Unaona mchungaji yote anafundisha hivyo. Ndio. Hebu sikia vile Mungu anamuitanga. Nisomea Isaiah 56 mstari wa 10. Sikiliza usikie vile Mungu anaitanga huyo mchungaji. Ndio. Na ukipatana na pasta wako mwenye anasemaga sheria ya Mungu iliisha, umuitange hivi. Huyo mwenye anakwambia hatuko chini ya sheria, hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Unaona mwenye unasikia akisema haya maneno? Ndio. Huyo mtu ukipatana na yeye, ndio, muitange hivi. Hebu soma Isaiah 56 mstari wa 10. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi ndio hawa wachungaji. Ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Mungu anasema hawana nini? Maarifa. Kwa sababu wachungaji hawana maarifa kwa sababu hawajui. Ndio. Kuna wakati ingefika Mungu apigane na wao kwa sababu ya kutofundisha sheria yake. Anawe endelea. Wao ni mbwa. Wao ni mbwa walio bubu. Endelea. Hawawezi kulia. Hawawezi kulia. Unaona mchungaji? Ndio. Unaona mbwa ukiweka ndani ya nyumba yako mbwa. Ndio. Unamweka huko. Ndio. Ili akiona hatari. Ndio. Ndio. Ili wenye katika boma. Ndio. Hawajulisha kwamba kuna hatari. Sasa wachungaji mapaka hawakujulisha watu kwamba kuna hatari ya kuvunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Na sasa kwa sababu hawakufundisha hivyo, Mungu anawahitaji. Soma. Wote ni mbwa. Rudia. Wote ni mbwa. Rudia. Wote ni mbwa walio bubu. Sasa ukipatana na pasta huyu anakuambia sheria ya Mungu iliisha, muulizake pasta, mbwa hii wewe ni mbwa. Si ati unakosea, na umsomee Isaiah 56 verse 10. Ndio. Yoyote ambaye anafundisha sheria ya Mungu iliisha. Ndio. Na hakuna mtu anaweza tii. Ndio. Akiwa na mwili wa damu. Ndio. Ati na saizi ni kuamini tu Yesu peke yake. Ndio. Ukipatana huyo pastor. Ndio. Kulingana na Isaiah 56 mstari wa 10. Ndio. Muulizake mbwa hii bado unadanganya watu. Wewe ni mbwa. Haukosei? Ndio. Nisomee Zekaria 10 mstari wa 3. Hebu sikiliza. Ndio. Na si ati Mungu anacheka na mapastors. Ndio. Mapastors, sikiliza wewe mbwa hii. Ndio. Sikiliza hapa pastor, mbwa hii. Ndio. Nisomee Zekaria 10 mstari wa 3. Zekaria 10. Wakati wenu umeisha wa kudanganya watu wa Mungu tena. Ndio. Waachilieni kondoo za Mungu zikawatumikie. Ndio. Waachilieni watu wa Mungu watii sheria yake pasipo nyinyi. Ndio. Zekaria 10:3. Inasemaje? Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji. Rudia. Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji. Nani anaongea? Ni Mungu. Huyo ni Mungu anaongea? Ndio. Anasema hasira yake imewaka juu ya kina nani? Ya wachungaji. Amekuja kucheka na wao? Hapana. Si hasira ya Mungu imewaka juu ya kina nani? Ya wachungaji. Hebu endelea. Nami nitawaadhibu mbuzi waume. Mungu anaita hao wachungaji aje? Mbuzi waume. Yaani senge. Vege. Hawa ni senge. Unajua hapo pastor hawezi kusomea hapo akwambia mimi Mungu ananitaka senge. Mimi ni senge. Kwa nini asomaki Zekaria 10 mstari wa 3? Ndio.
Akwambie mimi huko ananitaka senge. Yaani mbuzi. Alika ukuandike ni ngai ajita thenge. Mujo sio waji thengeo. Sikiliza. Ndio. Mungu anasema ako na hasira na wao. Nisomea Ezekieli 34 mstari wa 10. Sikiliza hapa. Mungu aliongea kupitia kinywa cha Ezekieli. Ndio. Na unabii ukaweka kwamba kuna wakati itafika. Ndio. Na wachungaji ndio mapastors. Ndio. Wataachishwa kazi ya kulisha kondoo wa Mungu. Ndio. Kwa nini akwambia hivyo? Ezekieli ni soma Ezekieli 34 mstari wa 10. Nasema hivi. Inasemaje? Bwana Mungu asema hivi. Nani anaongea? Ni Mungu. Nyanya ya mtu? Hapana. Si shosho ya mtu. Anasema aje? Tazama. Mimi ni juu ya wachungaji. Mungu amekuja kucheka na wachungaji? Hapana. Anasema ako juu ya kina nani? Ya wachungaji. Hao ndio wanaitwa mapastors. Nami nitawataka kondoo zangu. Mungu anataka kondoo zake mikononi mwao. Mungu anatoa kondoo zake mikononi mwenu. Endelea. Nami nitawaachisha hizo kazi ya kuwalisha kondoo. Nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Endelea. Nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena. Nao wachungaji hawatafanya nini? Hawatajilisha wenyewe tena. Wachungaji hawatajilisha wenyewe tena. Kwa sababu badala ya aseme Mungu alisema, anaanza kukuambia ati toa ubarikiwe. Toa ujiunganisha na madhabahu. Toa madhabahu ya kutetea. Ndio. Toa ubarikiwe. Kwa Mungu katika neno la Mungu la kweli, ndio. Si toa ubarikiwe. Ndio. Ni ubarikiwe ili utoe. Sasa pastor anasema vice versa. Kwa Mungu si toa ubarikiwe. Ndio. Kwa Mungu si toa ubarikiwe. Ni ubarikiwe ili uweze kupata cha kutoa. Sasa pastor anamwambia toa ubarikiwe, jiunganishe na madhabahu. Madhabahu gani kasia? Sikiliza hapa. Ndio. Mungu anasema hawa wachungaji hawatajilisha tena. Kwa sababu Mungu alitaka wao wenyewe walishe na wajilishe na neno la Mungu. Na ndio sheria ya Mungu. Ni sheria yake. Wakati umefika. Watu watoke katika makanisa. Watii sheria ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu akiwa kwake nyumbani. Akiwa kwako kazini. Fanya vile Mungu ameagiza. Hauhitaji kanisa. Hauhitaji misikiti. Hapana. Sisi tukiondoka, tungeacha tukuambie, wakati huu ni wakati watu waweze kujua kwamba ufalme wa Mungu, na ukisikia ufalme wa Mungu unajua sheria ya Mungu inatajwa. Kwa sababu ukisikia ufalme ukitajwa, si ufalme unakuwa na sheria. Kwa hivyo ukisikia ufalme unajua kuna sheria. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ni sheria yake. Wakati umefika ufalme wa Mungu uweze kuwa unatawala katika ulimwengu. Sheria ya Mungu iweze kuwa ndio itatawala. Pia utidoke, yani hapa mabroka hapo wa aina gani? Sisi tumeenda na tumeondoka. Hebu kwanza weka hizo vitu, rudisha kwa gari, tutoke hapa tuende. Fuateni Mungu kile amesema. Wacha kushinda ukidanganywa hapo. Na amani ya Mungu ibaki pamoja nanyi, kubali kutii sheria yake. Hakuna